Yani nikiwaambia chokoreni simu za hao watu wenu, mimi namaanisha nawaambia kitu gani? Sio kwamba eti mchokore muangalie je anakuchiti ama hakuchiti. Wachana na mambo ya kuchitiana. Mama, hivi nikikwambia huenda wewe unaishi na skama ndani ya nyumba yako hapo, ukawa hutoniamini. Hivi hao maskama mnaona ni watu waliokuwa ma prison peke yake, ama mnaona maskama ni watu wa aina gani? Sasa huenda ukawa una bwana na ni bonge moja la skama, na ana kazi ya maana, ana maisha yake ya maana, kipato cha pesa chake kiko vizuri. Sio kwamba eti ana scam watu, yeye hana kitu, yeye ana pesa. Yani kitambo ushuku huyu mpenzi wangu ama bwanangu ni skama, ni kitu ambacho hakiwezi kukuingia hapa. Maana sisi kwenye akili zetu za haraka huwa tunaona skama ni mtu labda amefungwa, ama ni watu wahuni tu wa mitaani, ama waizi. Sasa bwana, kutana na huyu skama ambaye ana kazi, ana pesa, na ndo ameamua kuwa skama. Ndugu yangu, mimi niliwahi kuwa na mwanaume skama. Huyu skama bwana ana TikTok account karibu 20. Facebook account ndo usiseme. Instagram, yani ana mapeji, ana ma-account. Boss sijui kukaenda wapi, sijui chef Castax, sijui nini jina la kizungu, aende na kuambia account nyingine waona yajiandika Aljamal sijui kitu gani. Yani jina la kizungu lipo, la Kisomali pia analo, la Kihindi pia analo, la Kiarabu analo, yani la kijina la Kiafrika pia analo mtu huyo. Sasa siku hiyo bwana ndo nije nijue sasa kama huyu mpenzi wangu mimi ni skama. Akaunti zake nyingi mimi nilikuwa nimeziblock, ninazosijua mimi ni 2 official 2, nikawa niliziblock. Lakini kila ninachoposti huyu mwanaume habari anazo. Mimi kipindi hicho siko Facebook, Instagram yangu pia haiko active, but always TikTok. Si unajua TikTok mimi ndo kitaa changu. Basi nakwambia kana najiuliza huyu mtu ni vipi. Sasa siku hiyo bwana nikasema ngoja nivizie simu yake nichokore huyu mtu kwani ana account ngapi. Yani nilijuta nilichokwenda kukipata huko TikTok. Yani ana account huyu mwanamume. Yani ana account. Sasa to make the matter worse, kuna account zake sijui ni 2 ni 3 nishawahi kuchati nazo kabisa. Kwanza kuna moja alikuwa yajifanya ni mzungu kabisa, na mimi nikaamini kuwa ni mzungu mwenzenu, mpaka nakaa namtegea mzungu ashuke. Kumbe bwana kuna mzungu wala mjapani, kumbe mshikaji yeye. Umeona? Sasa wacha mimi nilipigwa mistari. Kuna wenzangu pale wameombwa paka na pesa na wakatuma. Sikujua bwana kama kuna kiapu chengine cha watu kuchati. Unajua nanio WhatsApp na normal message. Kuna kiapu chengine watu wanachati normal message na watu waliokuwa Ulaya na Afrika, watu wanachati for free. Kwenye conversation ndio uliona, sijui let's go to nini, give me the ID, sijui nini. Watu wanabadilishana. Huyo mtu wangu nakwambia amejibadilisha, ni mzungu haswa. Na slang zote za kizungu, na kodi za kizungu, na maapi ya watu waliokuwa Ulaya, ya watu wa Ulaya wanaotumia kwenye kutumia na message kwenye kuinteract ma FaceTime, yeye ndo anatumia. Alafu hizo app zimehaidiwa sasa kwenye simu. Yani nilikuja kupata watu wanaotongozwa pale ni rafiki zangu kindaki. Hao hawajui anayewatongoza kama ni shemeji mtu. Tena basi anafata wale watu wa karibu kabisa, mpaka na kuwahonga atumiwe vinyampweza. Watu wengine majirani zangu ambao naheshimiana nao, kumbe mwenzangu vinyampweza vyao wote wanavyo.
hawajui kama ni huyu bwana mkubwa. Watu na heshima ambao wana yani nilichoka wewe. Mtu ambaye yani humdhani huyu kama akipigwa mistari anaweza akatuma picha kama hizo ama akaingiliana, ndugu yangu ameingizwa boksi. Sasa nikajiuliza, huyu mshikaji ni skama au? Yani kanda zote za watu wa pale mtaani, wanawake ambao wanaojiheshimu wake za watu, visichana vya watu vinatumiwa vihela, wenyewe wanaona ni mzungu, kumbe sio mzungu, ni jimtu langu. Yani niliangalia hivi nilichoka. Katoka kwa akaunti ya kwanza, akaunti ya pili, yani nikazitembelea hizo akaunti zote mpaka za Facebook mpaka za Instagram. Swali langu likawa ni je, huyu mtu ndo ni skama? Sawa, ni skama. Ina maana huu skama ndo side hustle au? Tuachane hata na side hustle. Na huku kutongoza watu wa karibu wake ni ina maana gani? Hivi ndo starehe yake huyu bwana? Yani ni ile bwana, maana mpaka mashemeji zake pale amewatongoza. Na hao mashemeji wakaingia box. Na wakatumaniwa pesa. Na pesa zikaingia namba kama za Ulaya. Watu wanachati kwenye viapu hivyo vya Ulaya huko. Yani watu wanajimaliza kabisa na mashemeji zake. Yani ni mabibi ya marafiki yake. Jamani, sijui kama mmenielewa. Yani huyo mtu wangu sasa, yeye pia si ana marafiki zake. Sasa mabibi ya hao marafiki zake sasa ndo walokwenda kuwatafuta. Huyu jamaa bwana alikuwa paka na video call na wao. Watu walikuwa wanaona ni mzungu, kumbe si mzungu, ni mshenzi mmoja tu. Afiriti kibiriti, mwashwa na mbele na nyuma. Yani nikawa najiuliza, amwezi kuamini, usiku kucha sijaamini nilichokiona kwenye simu. Kumbe mimi naishi na skama. Tena bwana, the guy was really enjoying every single thing anachokifanya. Yani nilimuona ni mtu wa ajabu sana. Yani hicho ndio kitu ambacho sitawahi nikaja nikasahau kwenye kichwa changu. Kuwa bwana, mimi niliishi na mwanamume skama. Aliniskamu mimi. Uzuri sasa na mimi bwana niko busy sana. Umeona? Lakini moja akaunti yake moja ya huyo anayejifanya sijui ni mzungu sijui ni mnani, mimi nilishati naye. Lakini uzuri mimi bwana sikuingia boxi kama vile wale wenzangu walivyoingia boxi. Wale wenzangu waliingia boxi, wakatumiwa vijipesa vidogo $100, $50, wakatuma vinyampweza, wakanyongeshana live. Wenyewe wanaona bwana wananyongeshana live na mzungu, kumbe bwana sio mzungu, ni huyo mshezi mmoja, mwana laana, mwana kumanyoko huyo. Sasa sijui hapo kwenye video call watu wanafanyaje. Mimi sijui huyu mshikaji ni skama mkubwa. To make the matter worse, marafiki zangu wote niliwakuta pale. Majirani wote niliwakuta hapo. Pale ambako nilichoka sasa. Ni hapa kwa marafiki zake wake zao. Yani huyu bwana alidili paka na mashemeji zake. Yani sasa kajiuliza, huyu mshikaji huwa ana feel vipi akiwaona? Ina maana huyu mshikaji ana feel good sana yani akiwaona, ni vile alivyowazalilisha yani. Halafu hawamjui kama ni yeye mshenzi mmoja. Yani nakwambia tulikorofishana. Yani ni mkorofisho ambao mpaka leo bado hujawahi kuisha huo mkorofisho. Sasa mukae mkijua nyinyi mnaoingizwa viboksi na wanaume ambao mnawazani ni wazungu. Si wazungu, wa humu. Tumeni vinyampweza nyinyi, tumeni matiti, fanyeni video calling. Ndugu yangu, mnafanya video call na watu ambao sio wazungu, ni watu wa humu. Mimi nawaambia, mimi kishanikuta mwenzenu. Ndio nawaambia, chokoreni simu za bwana zenu, chokoreni simu za watu wenu, mtakuja kuona mambo na mtakuja kuniambia. Sio kwamba unachokora kutafuta wanawake, chokora kujua huyu mshikaji ana ajenda gani.